Wakati Angola ikiwafunga Afrika Kusini mabao 3-0 katika fainali ya kombe la Kosafa mwezi wa sita mwaka 2025. Juzi tu hapa. Depu aliwavuruga kwelikweli mabeki wao wakati. Na mwisho wake Angola kutoa ubingwa wa Kosafa kwa mara nyingine tena kutokana na kiwango bora kilichoonyeshwa na Depu katika mechi hiyo. Walikuwa ni nani? Kulikuwa na Ime Ocon, mchezaji wa kimataifa Afrika Kusini anayecheza katika Bundesliga 2, tunasema championship ya kule nchini Ujerumani katika klabu ya Hannover 96. Huyu Ime Ocon umri wake ni miaka 21, urefu futi 6. Ana nishati haswa. Lakini hakuwa peke yake miongoni mwa mabeki wakati wa Afrika Kusini kwa siku hiyo. Alikuwepo pia Aden McCarthy. Yeye ana umri wa miaka 22, urefu futi 6, ni mchezaji wa Kaizer Chiefs ya PSL, ligi kuu ya Afrika Kusini. Wana nishati haswa, ni wapambanaji wenye vipaji. Lakini katika siku hii wakikabiliana na Angola yenye mshambuliaji kinara huyu Depu akishirikiana na wenzake akiwemo Ambrosini Antonio almaarufu kama Zini. Lakini kwenye viungo wao wakiwepo kina Shaw, alionyesha kiwango bora sana Depu kiasi ya kwamba Afrika Kusini walishindwa kabisa kumdhibiti. Mechi ilikamilika dakika 90, yeye alicheza kwa dakika 85 akitoka na kumpisha Chico Banza, lakini wakati huo akiwa tayari ameshafunga mabao mawili, moja la kichwa, lingine la mguu. Alikuwa unstoppable. Mabao hayo mawili alikuwa akikamilisha mabao 8 katika mechi 5 za michuano ya Kosafa na kuiwezesha Angola kutoa ubingwa. Ni mabao ambayo yalimfanya afikishe idadi ya mabao 13 ambayo mpaka sasa yanafanya kuwa ndiye mchezaji aliyefunga mabao mengi katika michuano ya Kosafa kuliko mchezaji yeyote katika michuano hiyo iliyoanzishwa mwaka 1983. Sasa Depu kilichobaki ni kutambulishwa tu ndani ya kikosi cha wananchi Yanga, kwa sababu kwa kadri inavyoonekana kila kitu kinaenda vizuri. Ameonekana visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa New Amani Complex wakati Yanga ikicheza dhidi ya Singida Black Stars, akiwa karibu na viongozi wakuu wa Yanga, Engineer Hersi Said, rais wa Yanga, lakini pia mtendaji mkuu wa Yanga. Kwa ujumla tu huyu Depu kinachoonekana kimebaki ni kutambulishwa tu rasmi. Sasa ikitokea katambulishwa, manake ni kwamba Depu anaweza kuwa miongoni mwa silaha za kocha Pedro Gonçalves kuelekea mechi 2 za ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B watakazocheza dhidi ya Al Ahly ya Misri, lakini pia katika mechi nyingine zilizobaki, mechi dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini, lakini mechi dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa kule nchini Morocco. Depu kuwapo kwake katika orodha ya wachezaji wa Yanga kuelekea mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika, maana yake Pedro Gonçalves, mchezaji huyu ambaye anamfahamu vizuri sana, mchezaji ambaye juzi tu alikuwa naye katika timu ya taifa ya Angola wakati kitwaa ubingwa wa michuano ya Kosafa, ni dhahiri kwamba akishafanya mazoezi na wenzake atakuwa na nafasi ya kuwa miongoni mwa watakaopata nafasi ya kucheza. Maana yake katika nafasi ya mshambuliaji kinara Pedro Gonçalves anajiongezea mchezaji mwingine mwenye ukatili mbele ya lango la wapinzani, akiungana kina Prince Melo Dube. Lakini wakati huo tunafahamu Clement Mzize Walid angali ameanza kujifua kutoka kuwa jeruhi. Lakini kuondoka kwa Andy Bobo Boyeli kunatoa fursa kwa mchezaji mwingine wa kigeni wa nafasi hiyo ya mshambuliaji kinara kama Depu kupata nafasi ya kuungana na waliopo katika kuhakikisha Yanga inatimiza mipango yake. Sasa Depu akipata nafasi hiyo, maana yake ni kwamba Al Ahly ukuta wao utakuwa na wakati mgumu. Ndio, haitakuwa rahisi kivile, na huenda Yanga wakapata furaha walau katika mechi hizi 2 dhidi ya Al Ahly ambazo kama watapata matokeo mazuri, maana yake wanajiweka katika nafasi nzuri ya kuwa miongoni mwa timu zitakazomaliza kileleni kwenye kundi lao, ambapo kwa kawaida timu 2 za juu ndizo zinasonga mbele kwa hatua ya robo finali ya michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Al Ahly inafahamika miongoni mwa mabeki wao wanaowatumainia sana, wako kwenye kiwango bora ni Yasa Ibrahim, umri miaka 32, urefu futi 6. Lakini kuna Yasin Marei ambaye yeye ni beki wa kati pia, urefu futi 6 plus. Yeye umri wake ni miaka 24. Umri wake miaka 26. Yeye ni left footer. Wale mabeki wa Afrika Kusini waliokutana na Depu wakati akifunga mabao mawili katika ushindi wa 3-0 dhidi ya Afrika Kusini walikuwa na sifa kiasi fulani zinafanana na mabeki hao Al Ahly.
sio kwa umri bali wajihi, maana wote urefu ni futi 6 plus. Lakini kwenye miguu yenye nguvu zaidi, Yasser Ibrahim guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, anayecheza mara kwa mara katika kikosi cha Al Ahly hasa katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika ni pamoja na Yasin, yeye guu lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto. Sasa wale mabeki wakati nilitoka kuwataja Ime Ocon pamoja na Aden Makath. Aden Makath guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, urefu futi 6, lakini Ime Ocon urefu futi 6 lakini guu lake lenye nguvu la kushoto. Ndizo sifa ninazosema zinafanana baina yao na mabeki wa Al Ahly. Isipokuwa tu tofauti ni kwamba mabeki wale wa Afrika Kusini nilitoka kuwataja kwa maana ya Ocon, kwa maana ya Makath ni vijana ambao umri wao ni chini ya miaka 23, wenye nishati sana, lakini wakazidiwa maarifa na Depu akifunga mabao mawili katika mchezo ule unatoka kuelezea. Lakini kwa Al Ahly hawa ni wazoefu, umri kama Yasser Ibrahim zaidi ya miaka 30 kama kutoka kueleza miaka 32. Uzoefu kwa kutosha. Kwa lugha nyingine, watakapokutana wakiwa na miguu yenye nguvu inayofanana na wale wa mabeki wa Afrika Kusini, wakiwa na urefu unaofanana na wale mabeki wa Afrika Kusini, lakini wao wakiwa na ziada ya uzoefu zaidi, lakini nishati yao sio kama wale mabeki wa Afrika Kusini walionyanyasika kwa Depu. Matarajio ni kuona patakuwa na mvutano waswa, mapambano mazito baina ya Depu na mabeki hawa wakati wa Al Ahly. Ahly wamekamilika katika maeneo mengi, lakini wanakutana na Yanga ambayo hivi sasa sio kinyonge, pengine kama mechi nyingine kadhaa ambazo Al Ahly walicheza dhidi ya Yanga, na kwa ujumla wao wamepata matokeo mengi mazuri kulinganisha na Yanga. Lakini kuelekea mchezo huu Yanga wanaonekana kutimia zaidi hivi sasa, pengine kuwapo kwa Depu anaungana na wachezaji ambao wameshathibitisha ubora ndani ya Yanga. Hapa tunazungumzia Peudo Pacome Zouzoua kwa mfano akiwa kwenye kiwango chake bora, lakini zungumzia Dzuka Abuya kutokea eneo la kati akiwa kwenye kiwango chake bora, changanya na Maxim Pia Zengeli, fundi haswa anayenyumbulika wakati anashambulia, wakati anazuia. Ni dhahiri kwamba Depu ashindwe yeye sasa. Zile huduma alikuwa anapata kutoka kwa kina Shaw, kwa kina Freddy, kwa kina Nteka, kwa kina Zini, maana yake anaweza akazipata vya kutosha pia kutoka kwa wenzake wanaomzunguka ndani ya Yanga. Alimradi tu awe kwenye kiwango chake bora, kile ambacho alikionyesha katika michuano ya Kosafa, kile ambacho alikionyesha katika ligi kuu ya Angola wakati akiwa Sagrada alipofunga mabao 19 na kuwa top scorer namba 2 katika ligi kuu ya Angola, huku mabao 4 yakiipatia pointi 3 timu ya Sagrada kwenye msimu wa 2021-22, akionyesha kiwango chake bora. Ni dhahiri kwamba Yanga wamepata silaha nyingine muhimu kuelekea mechi muhimu dhidi ya Al Ahly, dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa Morocco, dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini, na hivyo kumpa nafasi kocha Pedro Gonçalves kuweza kutimiza mipango yake na pengine kuwapa furaha zaidi wana Yanga wa Tanzania kwa kuhakikisha Yanga inafanya vizuri kwenye kundi lao la B, inakuwa miongoni mwa zile zinazofuzu hatua ya robo finali na mwishowe kwenda nusu finali na finali, na ikibidi kutoa ubingwa ndani ya juae. Lakini kimsingi Depu dalili zinaonyesha mambo macha tu kabla ya Yanga kumtambulisha rasmi, akiwepo ndani ya Yanga ambayo tayari na Prince Pumelo Dube na wakali wengine ndani ya kikosini. Ni dhahiri kwamba mabeki wa Al Ahly wakiwemo hawa wakati kutoka kuwataja Yasin Marei, Yasser Ibrahim, lakini mabeki wa pembeni hapa nazungumzia kina Nabil Koka ambaye ni kiungo ambaye hivi sasa mara kwa mara kocha Torip wa Al Ahly humtumia kama beki wa kushoto, lakini tunazungumzia Mohamed Hani beki wa kulia. Ni dhahiri kwamba pata chimbika haitakuwa nyepesi dhidi ya klabu hii iliyotoa mataji ya ligi ya mabingwa barani Afrika mara 12 na kuwa ndio ina mataji mengi kuliko klabu nyingine zote katika michuano hii, maana wanaofuatia ni pamoja na kina TP Mazembe waliotoa mara 5. Ni timu ambayo kombe la shirikisho barani Afrika imetoa mara 1, ubingwa wa Misri imetoa mara 45, kombe la FA kule Misri imetoa mara 39. Ni miongoni mwa klabu zenye mataji mengi ya kimataifa duniani wakiwa wao na Real Madrid. Sasa wanakwenda kukumbana na Yanga ambayo ina akina Depu endapo atatambulishwa rasmi na taratibu zote za usajili kukamilika. Ni dhahiri kwamba Pedro Gonçalves anayo nafasi ya kuipeleka Yanga mbali zaidi pengine kuliko msimu wa 2023-24 ambapo Yanga chini ya Miguel Gamondi ilifanya vizuri ikaishia hatua robo finali kwa kutolewa kwa matuta na Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini. Je, Depu atatimiza hiki ambacho kinatarajiwa? Hilo ni swala la kusubiri.
Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na comment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.